utawapoteza kwenye ule mfumo uliokuwa unaenda nao zamani. Kwa kadri unavyozidi kufanya hayo mabadiliko, ndivyo unavyozidi kujitengenezea mazingira ya kupata pengine mzunguko wa watu waliosahihi kwenye eneo lako, tofauti na vile kama utabaki na kung'ang'ania mazingira yale yale yaliyoko bila kufanya mabadiliko. Kwenye kitabu cha Hesabu sura 16 kuanzia mstari wa kwanza, Biblia inamtaja Musa akiliongoza kundi la Israeli. Walitokea wakina Kora. Kora akatengeneza timu. Kora akawa kinyume na Musa. Wakati Musa anaelekeza wana wa Israeli waelekee kaskazini, yeye Kora anawaambia wanaweze, hapana, hamna kumsikiliza Musa. Lakini ukisoma mstari kwenye sura, Biblia inasema Musa alifanya maamuzi. Alifanya maamuzi gani? Akamwomba Bwana, na Bwana akampa nafasi ya kwamba Kora, kwa sababu ni mpinzani wako Musa, basi nikampoteza. Bwana Yesu asifiwe sana kanisa. Na Biblia inasema Bwana alifunua ardhi ikammeza Kora pamoja na kundi lake na watu ambao walikuwa wanasaidiana naye kwa ajili ya kumpinga Musa. Sasa fikiria, kama Musa angeendelea kumng'ang'ania Kora, uwe na uhakika safari ya Musa ilikuwa na ugumu sana na kufika kwake kulikuwa patamu. Kwa nini? Kwa sababu Musa anapotaka kwenda kaskazini, Kora yeye angetaka waende kusini. Musa anapotaka waende magharibi, Kora angemwambia no, sisi tunabaki hapa hapa. Tafsiri yake, kuna wakati mwingine ukiwa kama kiongozi, kuna mazingira utakutana nayo magumu sana kama unaweza kung'ang'ania watu ambao wanakuumiza, watu ambao wanakufikia pale pale, ukaendelea kung'ang'ania, jamii kuna siku watabadilika. Ukweli ni kwamba wanaofanikiwa ni wale ambao wanaamua kuwapeleka pembeni ama kuwaondoa wote watu ambao wanawavutia chini, na wanapambana kupata watu ambao wanawavutia kwenda mbele sambamba na wao. Hiyo ni kanuni rahisi kwamba punguza wasiofaa kwako, ongeza wanaokufaa. Ukifeli hapo, unaishi na watu ambao wanakuzunguka, wanakuvutia chini, lakini wanasema yani mimi naendelea nao, ninaendelea nao, kuna siku watabadilika. Hawatabadilika. Sharti moja tu, wasio wa kwako ni vema tu jitenge nao, upate watu ambao watakusaidia safari yako kawa rahisi. Vinginevyo muda utakuwa unaenda, miaka inaenda, siku zinaenda, umri unaenda, bado umeng'ang'ania pale pale na hakuna mabadiliko yanayotokea. Kwa kuna gharama kweli, ni lazima utaumia kwamba nimempoteza na fulani, lakini asiyekufaa hakufaa. Ni vema kuhakikisha kwamba unafanya kama alivyofanya Musa. Hakumhurumia Kora, akaanza kusema nikimpoteza Kora. Unajua Kora alikuwa ni nani? Kora kwenye ile safari alikuwa ni kiongozi mkubwa sana, yaani alikuwa ni kiongozi ambaye anafanya kazi na Musa, lakini katika uongozi huo Kora akaanza kuleta siasa zake. Wakati Mungu anazungumza na Musa, yeye anasema kwani Musa ni nani? Kwa viongozi tuliopo hapa kwenye uongozi tunaoongoza, saa nyingine tutaendelea kuchelewa kama tutaendelea kung'ang'ania watu ambao si fungu letu kuweza kwenda nao. Vinginevyo tutajikuta kwamba safari inakuwa ni ngumu sana. Mimi nilijifunza kitu wakati tunaanza idara ya taaluma na uzalendo. Nilikutana na watu wengi ambao niligundua baadaye kwamba wananivutia kurudi nyuma, sio kwenda mbele. Kilichonisaidia mpaka sasa kuna uhuru sana kwenye uongozi ni kwamba niliamua kutengana na watu wasiofaa. Niligundua watanichelewesha safari. Safari zetu zinachelewa ni kwa sababu tunang'ang'ana na watu ambao hawatakiwi kung'ang'ana nao, wanatakiwa kuwachwa ili waje. Na kanuni ya Mungu ipo hivi, unapoachana na watu
watu wasiofaa, Mungu analeta watu wanaofaa kwenye safari yako. Yaani wakati wowote ukipunguza wasiofaa kwako, Mungu anainua watu wanaofaa, basi hao watu wanakupa nafasi ya kutembea kwa spidi tofauti na spidi iliyokunena nayo kabla ya kufanya hayo mabadiliko. Watu wa Mungu, haleluya kanisa, amen. Wakati mwingine tunaogopa kupoteza, lakini kupoteza ndiko kunakoleta vingine. Musa angeendelea kusema mimi na Kora ni marafiki, tutafika. Mimi na Kora, angejikuta anachoka sana kwenye safari yake. Alafu hiyo safari ingekuwa ngumu, yaani unatamani kufanya hivi, hakuna kinachofanyika. Nini? Umeng'ang'ana na watu ambao kiukweli hawataki uende mbele. Kora, kuna uwezekano alipokuwa anakutana na Musa alikuwa anamwambia tuko pamoja sana, yaani tuko pamoja, lakini ndani yake hayuko pamoja naye. Kwa vitendo vya siri havionyeshi kuwa pamoja naye, lakini vitendo vya wakionana naye hivi, basi tuko pamoja. Ndugu zangu watumishi wa Mungu, kwenye haya maisha kumbuka, tunaishi mara moja, tunakufa mara moja, yaani tulizaliwa mara moja, ndio tuna moja tu. Ukipoteza muda na kung'ang'ana na visivyo vya kwako, utajikuta unaingia kaburini bado, yaani bado unang'ang'ana tu, bado unang'ang'ana tu, hujapata raha. Duniani hapa jilazimishe kujitengenezea mazingira ya kupata raha. Kwa nini? Kwa sababu utakapokuwa na watu ambao unaongozana nao wanaelewa wewe ni mtu fulani, ukizungumza wanafuata kile unachokizungumza. Kwa mfano ni kiongozi, ukizungumza wanasema yes, amezungumza baba, amezungumza kiongozi wetu, tumfuate. Hao watu watamfikisha kirahisi sana. Lakini uking'ang'ana na kusema unajua nikimpoteza huyu itakuwaje, utajikuta kwamba mambo yanabaki kukwama. Kanisa la Mungu, tuko pamoja jamani, haleluya. So ni muhimu sana kufuata hatua ya kupunguza. Usiogope kupoteza, usiogope kupoteza marafiki ambao unaona kabisa ni marafiki kwako, unasema tu ni rafiki yangu. No, punguza. Ukipunguza, kuna mwingine yule ambaye unaona ni rafiki yako, lakini ni mrafiki wako, anamzuia rafiki yako wa kweli kuja kirahisi kwenye maisha yako. Wakati unapozidi kung'ang'ana naye, kumkumbatia, ndipo unapozidi kutengana na rafiki yako wa kweli ambaye alisaidia kwenye maisha yako kirahisi kwa haraka. Mambo mengi yanachelewa ni kwa sababu tunajikuta kwamba tunang'ang'ana na vitu vya thamani, alafu vile vitu vya thamani vinatung'ang'ania chini, vinatupatia chini, tunabaki viwango vya chini na kutokwenda kwa spidi. Kwa Mungu atupe neema sana, atusaidie na kutupeleka viwango vingine. Watu wa Mungu, tuko pamoja jamani, amen. Hata kwenye makanisa yetu Mungu atusaidie kweli kweli, kwa sababu kama kuna uwezekano mkubwa ndani ya makanisa, kuna watu ambao kazi yao ni kung'ang'aniza kanisa kuto kuongezeka, alafu wakaendelea kung'ang'aniwa makanisani. Hiyo ni hatari sana kwa kanisa. Kwa nini? Kwa sababu kadri unapozidi kung'ang'ania wasio sahihi, ndipo unazidi kupoteza walio sahihi kwenye kwako. Kwa unabaki na wale, lakini unafeli kupata matokeo ambayo yanastahili uyapate kwenye kanisa lako. Jamani, tuko pamoja? Ndio, kwa sababu leo hii kama mtu anang'ang'ana kupunguza watu ndani ya kanisa mfano, alafu ameng'ang'aniwa abaki kanisani, unajikuta hapo ni mwanzo mwisho, mama anabaki kwa viwango vile vile vya chini. Kwa nini? Kwa sababu tayari kuna mtu ambaye anazuia ongezeko la watu kuongezeka. Kwa katika haya mambo tunatakiwa tujifunze sana na